ni kisa cha mtoto wa miaka 9. Mtoto huyu mdogo ni mjukuu wa mzee Kalipesa. Mtoto huyu kwa muda aliacha shule baada ya kukosa fedha ya kujikimu kipindi cha mitihani pamoja na chakula shuleni. Ikamlazimu mtoto huyu wa miaka 9 aingie kwenye shughuli za kujitegemea ili apate. Mjukuu wako anaingia darasa la 5. Hakwenda shuleni. Yupo shuleni mpaka hivi sasa. Baada ya wale wasaidizi au akina mama wa msaada wa kisheria kutoka kwenye nani ya sheria, nini kilifanyika mpaka ukawapata? Baada ya kuja walinipa mwamko. Wakawa wameleta fasaha fulani ya kunipa nguvu. Walikuja wakaniletea unga, wakaniletea mboga, wakaniletea maharage. Nafikiri ni kiasi cha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Walikuja wakaleta hapa bila hata wasiwasi wa aina yote. Na mimi sasa ikanituma nguvu kuwa kwamba Ashura, mjukuu wangu, soma, elewa, elimu inavyotakiwa iwe inatakiwa kulingana kwa kwamba na wewe hapa serikali ikikufuatilia itakusomesha mjukuu wangu, sababu mimi sina uwezo, lakini serikali kama serikali tutaenda vigezo na vigezo ili upate kusoma. Wakati ule Ashura hajaenda shuleni alikuwa anafanya kazi gani baba? Alikuwa anagonga kokoto. Walikuja uongozi mpaka hapo akamkuta anagonga kokoto ili tupate kula. Mimi mzee sina uwezo mimi wa kuweza kusema nikapata ajira aina yoyote. Walikuwa anagonga kokoto ili wapate kula. Baba, binti wa miaka 9 alikuwa anaweza kugonga kokoto? Alifanya hivyo atafanyaje na wakati kwa kama imembidi hana jinsi. Bwana, mlipofika hapa mkamkuta binti mdogo miaka 9 anagonga kokoto. Ndiyo. Ulijisikiaje na wenzio? Tulijisikia vibaya sana. Tulijisikia vibaya kwa sababu ile ni kazi ngumu na kazi ya hatari, lakini binti yule ndo alikuwa anaifanya, tena anaifanya kwa uweledi. Sisi wenyewe tulishangazwa na tulichokiona. Yuko shuleni sasa hivi? Yuko shuleni. Mnaiambiaje jamii kutokana tu na kile mlichokikuta hapa? Ningependa kuishauri jamii tuzingatie malezi bora ya watoto, kwa sababu yule mtoto bado mdogo, yupo katika umri ambao anatakiwa kuwepo shuleni. Kwa hiyo ningependa kuiasa jamii tusiwaingize watoto kwenye kazi katika umri usiofaa. Moja ya malalamiko makubwa ya binti yule ni kudaiwa fedha shuleni. Mlifanyaje mpaka amerudi shuleni? Hatua ya kwanza tuliongea na afisa ustawi wa mtaa husika, lakini pia tulionana na uongozi wa shule ili wamuondoshee mtoto yule gharama ambazo zilikuwa zinahitajika shuleni, na tulifanikiwa kwenye hilo. Kwa hiyo mtoto akafanikiwa kurudi shule na hivi karibuni anaenda kufanya mtihani wake wa darasa la 4. Alifurahia kurudi shule? Sana. Au alifurahia kubaki mtaani kupiga kokoto? Alifurahia kwa sababu kuna siku tulimtembelea tukamkuta yuko shule na wenzake akiwa anafurahia. Nini nyinyi mnajisikia moyoni baada ya kumsaidia? Kiukweli tunasikia fahari kubwa sisi kuwa sehemu ya mtoto yule kurudi shuleni kuendelea na masomo.